Inasemekana kwamba mtu akiingia kwenye mahusiano akaumizwa, akatendwa, akakwanguliwa, hatakiwi kuingia kwenye ndoa. Hii imekaaje hii? Yaani ikoje? Ni kweli kwa sababu ni nini? Ukitoka tu kwenye maumivu, umeachwa, sawa, umeumizwa kwenye mahusiano. Halafu at the same time ukaforce kuingia kwenye ndoa. Aidha kama ni binti ukaolewa au kama ni mwanaume akaoa. Kinachokupeleka kwenye ndoa kwa muda ule ni zile hisia za maumivu ulionayo. Kinachokupeleka ni maumivu, sio mapenzi. Sawa? Huyo mtu hujampenda, ila umeenda kutafuta pumziko la maumivu yako. Sawa. Kitu cha pili ni kisasi. So umeachwa, kwa hiyo unaenda kutafuta sehemu ya kulipa kisasi ili yule aliyekuacha ajue kwamba ninaweza nikaolewa hata bila wewe. Kama ni mwanaume ninaweza nikaoa hata bila wewe. Sawa? Lakini hivi vitu huwa vinadumu kwa muda. Haya maumivu mwisho wa siku utasahau, maumivu yataisha. Unakuja kugundua sasa, kwa nini jamani niliolewa naye vipi huyu jamaa huyu? Yaani uelewi. Kama ni mwanaume unaanza kujiuliza, hii mwanamke huyu nimekuta wapi? Sio maumivu yameisha. Ushasahau kila kitu. Umerudi sasa kwenye ile normal state. Unaona huyu sio type yako. Unaona huyu sasa huyu ndugu yangu huyu. Sio type yangu. Unasema anakengeza. Nilimtoa wapi? Bwana sielewi. Unatamani kuoa tena, ndo hapo sasa vyanzo vya kwanza kuchepuka, kuchiti, kwa sababu maumivu yameondoka, umesahau. Unatamani sasa upate wa type yako.